Yeah, praise God. Here is Pastor Rhoda and Pastor Jack. Say hi to the church. Praise God. Amen. I'm Mrs. Jack. Yeah. Born again. I love Jesus. Here we are. Amen. We are here and today we are handling a topic we calling fellowship with one another. Fellowship with one another, ushirika moja kwa mwingine. Fellowship with one another. And there are so much that tunahitaji kujua kuhusu ushirika. Hallelujah. And we start with 1 John chapter 1 verse 7. 1 John chapter 1 verse 7. 1 John chapter 1 verse 7. And then we look at several powerful reasons why believers ought to keep in fellowship with one another. Why we should keep fellowship with one another. So we look at several of them. Around 7 of them, 7 reasons why believers ought to keep in fellowship with one another. So we start with 1 John chapter 1 verse 7. Tusomee kwa Kiswahili. Yohana wa kwanza mstari sura ya kwanza mstari wa 7. Lakini tukienenda nuruni kama yeye alivyo nuruni, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. So ili tuweze kushirikiana sisi kwa sisi, lazima tuwe watu ambao wanatembea katika nuru. So ni kumaanisha anayetembea, ushirika inashindikana wakati mwingine atembelea gizani, ana mambo fiche. Lakini wakati tunatembelea katika mwanga, kwa sababu sisi ni mwanga, basi ushirika unawezekana. Haleluya. So na Biblia inasema kwamba kiingilio cha neno lako kinaleta mwangaza. The entrance of your word brings light. So katika hali ya kusoma neno sana, ndio huu tofauti unaondoka. Haleluya. So tutaangalia number 1, all are born of the same father. The Gospel of John 1:13. Sisi wote tumezaliwa na baba mmoja. Amen. We are born of the same father. Chapter 1 verse 13. We are born of the same father. Tumezaliwa na baba mmoja. Hawa ndio wasiozaliwa kwa damu, wala kwa mapenzi ya mwili au kwa mapenzi ya mtu, bali kwa mapenzi ya Mungu. So ulizaliwa kwa mapenzi ya Mungu. Haleluya. Na mimi nimezaliwa kwa mapenzi ya Mungu. Sisi baba wetu ni mmoja ambaye ni Mungu Baba. Kwa hivyo kwa sababu ya hiyo tunafaa kuwa na ushirika na wepesi wa kuingiana. Haleluya. Number 2, all are bought with the same price. Tumenunuliwa kwa gharama moja. All are bought at the same price. Tunaweza soma 1 Corinthians 6:20. 1 Corinthians 6:20 ya kwamba we are all bought with the same price. Tumenunuliwa kwa gharama moja. Hakuna mwenye ana bei ya juu kuliko mwingine. Hakuna anayeishi Karen, anayeishi katika mji wa juu na anayeishi katika mji wa chini, aliye katika hali ya utajiri na yule ambaye ako katika hali ya kuinuliwa. Wote tumenunuliwa kwa gharama moja. Amen. So hakuna kama venye magari unapata V8 ni ya mamilioni mingi kuliko Probox. Hakuna kitu kama hiyo. Sisi ni wa gharama moja. Tusome. Kwa maana mmenunuliwa kwa gharama. Amen. Kwa hiyo mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Amen. Sasa wewe gharama yako ni damu ya Yesu. Gharama yangu ni damu ya Yesu. Gharama ya bishopu ni damu ya Yesu. Sisi ni wa gharama moja. Haleluya. Tusome 1 Peter
chapter 1 verse 18. 1 Peter chapter 1 verse 18. Kwa maana mnafahamu kwamba mlikombolewa kutoka mwenendo wenu usiofaa ambao mliurithi kutoka kwa baba zenu, si kwa vitu viharibikavyo kama fedha na dhahabu. So sisi tumekombolewa kwa gharama ya damu, si kwa vitu ziharibikavyo kama fedha na dhahabu. Haleluya. So sisi ni wa gharama moja. Number 3, all are members of the same body. All are members of the same body. Haleluya. Tusome Colossians 1:18. Colossians 1:18. All are members of the same body. Sisi wote ni washirika wa mwili moja. Yeye ndiye kichwa cha mwili, yani kanisa, naye ndiye mwanzo na mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu, ili yeye awe mkuu katika vitu vyote. Tuangalie Romans 12:4-5. Romans, Warumi chapter 12 verse 4-5. Kama vile katika mwili mmoja tulivyo na viungo vingi, navyo viungo vyote havina kazi moja, vivyo hivyo na sisi tulio wengi, tu mwili mmoja katika Kristo, nasi kila mmoja ni kiungo cha mwenzake. So wewe ni kiungo cha mwenzako, wewe ni kiungo changu. Huyu ni kiungo changu. Yeye ni kiungo chako. Tunaelewana? Kwa hivyo tunahitaji, ninakuhitaji, unanihitaji. Kwa sababu ya hayo kwamba sisi ni mwili mmoja, kwa hivyo huu mkono hauwezi sema hauhitaji mguu. Na pia mguu hauwezi sema sihitaji huo mkono. Kwa sababu sisi ni kiungo wa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo, kwa sababu hiyo tunaweza kuwa na ushirika. Kwa hivyo mwili uko na ushirika, mkono uko na ushirika na mkono mwingine, mguu uko na ushirika na mkono. Haleluya. Hebu tuangalie number 4, all are taught by the same spirit. Ya kwamba sisi wote tunafunzwa na roho mmoja. John 14:26. John 14:26. Tuna mwalimu mmoja ambaye ni Roho Mtakatifu. So utofauti unakuja wapi? Unapata huyu anatafsiri neno hivi, mwingine anatafsiri neno hivi. Kwa nini kuna hii utofauti katika utafsiri wa neno? Na mwalimu wetu ni mmoja na ni Roho Mtakatifu. Kwa hivyo kwa nini tuwe na neno ambalo linaweza tufunzwa dini fulani, dini nyingine haiwezi pokea ile ujumbe? Then kuna shida katika wale ambao walitafsiri neno. Lakini kama ni Roho ametafsiri neno, akilitafsiri hapa nchini Kenya, na atafsiri utafsiri upatikane pale Amerika, tafsiri inafaa kuwa the same. Na ndio maana tunasoma hili neno mahali kote, kwa sababu liliandikwa na Roho. Hakufai kuwa na tofauti katika tafsiri. Lakini huyo msaidizi, yani huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba amemtuma kwenu kwa jina langu, atawafundisha mambo yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. So Roho ndiye atatufunza mambo yote, na atufunze mambo yote, okay? Ana tukumbushe mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. So hakuna kusumbuka. Hata ukipata ulikumbuki neno, mwambie tu nikumbushe liko wapi, atakukumbusha. Kwa sababu mwalimu wetu ni mmoja, we are taught of the same spirit, then we can have fellowship. We should fellowship one another. Okay? Tuangalie number 5, all are walking in the same path. Sisi wote tunatembelea katika njia sawa. 2 Corinthians 5:7. 2 Corinthians 5:7. Tunatembelea njia sawa. Kwa maana twaenenda
kwa imani wala si kwa kuona. So sisi wote tunatembea kwa imani, si kwa kuona. Kwa hivyo tukianza kutembea katika kuona na wengine katika imani, basi inamaanisha ushirika itashindikana. So sisi tunafaa kutembelea hiyo njia moja ya imani. Amen. Hallelujah. Amen. Wacha tuangalie number 6. All are serving the same master. Sisi wote tunatumikia mkuu mmoja. Matthew 23 verse 8. Matthew 23 verse 8. Lakini ninyi msiitwe rabii, kwa sababu mnaye Baba mmoja, na ninyi nyote ni ndugu. Amen. So sisi tunamtumikia one master. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tukasomewe katika King James Version. King James Version. Wacha tuisome kwa King James Version. Tufungulie katika King James Version. Matthew 23:8. Some kwa King James Version. But be not ye called Rabbi, for one is your master. For one is your master. We have one master. Even Christ. Kristo ndiye our master. Hallelujah. We have one master. Hallelujah. Haya, tuende katika namba 7. All are heirs of the same inheritance. Sisi ni warithi wa urithi mmoja. Amen. Romans 8:17. Tukiweza kuelewa haya, ukipata Mkatholiki mtapata ushirika. Ukipata wa kanisa dini nyingine mtapata ushirika, kwa sababu mmeelewa si mambo na kanisa, bali ya kwamba kuna umoja, kuna mambo ambao tuko sawa. Ushirika. Hivyo ikiwa sisi ni watoto, basi tuwarithi, warithi wa Mungu, waridhio pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye tupate pia kutukuzwa pamoja naye. Kwa hivyo hata teso ni moja, mateso ni yale tu. Biblia inasema hakuna teso, there is no other temptation except that which imewapata wengine. So ni kumaanisha sisi ni warithi. Na warithi wa nani? Wa Mungu. So wakati unasema Mungu ni wangu, Mungu wangu, ni kumaanisha umemrithi. Amekubali kuwa urithi wako. Amen. Na warithi pamoja na Kristo. So kwa sababu ya haya, basi kunafaa kuwa na ushirika. Tumesema all are born of the same father, all are bought with the same price, all are members of the same body, all are taught by the same spirit, all are walking in the same path, all are serving the same master, all are heirs of the same inheritance. Kwa hayo, then kuna uwezekano wa ushirika. Mungu awabariki sana na watende mema. Wakati tuanze kukubali kuwa na ushirika. Tusiwe na mazoea ya kutokutana. Haleluya. Hata hapa kwa YouTube wacha tukutane. Kanisani wacha tukutane. Manyumbani wacha tuwe na ushirika. Ya tuombeane katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa wenzetu. Na waombea baraka. Aliye mgonjwa natangaza uponyaji. Anayehitaji muujiza apokee muujiza. Ukawainue watu wako kwa kujua ukweli, mfalme mwema. Basi kuwe na maushirika na upendo katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini. Mmebarikiwa sana. Amen. Amen. Amen.